Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutaangazia kuhusu rais wa kwanza Mr. George Washington. Rais wa kwanza wa Marekani USA alikuwa ni George Washington, ambaye anajulikana kama baba wa taifa, the father of the nation. Kwa mchango wake mkubwa katika kuanzisha kwa taifa hilo, ni hii hapa historia yake kwa urefu. Maisha ya awali na kazi zake. Kuanzia mwaka 1732 mpaka mwaka 1775. Kuzaliwa. Alizaliwa Februari 22 mwaka 1732 katika kaunti ya Westmoreland, Virginia, katika familia yenye mashamba. Elimu yake. Alipata elimu ya msingi tu, lakini alisomea masomo ya vitendo kama vile hisabati, upimaji wa ardhi, surveying, ambayo ilimwezesha kupata kazi ya upimaji ardhi katika umri wa miaka 17. Kazi ya kijeshi. Alianza kazi za kijeshi mapema na akawa kamanda wa kikosi cha Virginia Regiment wakati wa vita vya Kifaransa na Kiindia, French and Indian War, ilifanyika mnamo mwaka 1754 mpaka mwaka 1763, ambapo alijizoelea uzoefu wa kijeshi na uongozi. Mount Vernon. Baada ya kifo cha kaka yake wa kambo Lawrence Washington, alikodisha na baadaye kurithi shamba la Mount Vernon, ambayo alifanya kazi kama mfanyabiashara na mmiliki wa mashamba, na vile vile alikuwa mtumwa. Tuangalie jukumu katika mapinduzi ya Marekani kuanzia mnamo mwaka 1775 mpaka mwaka 1783. Kupinga utawala wa Uingereza. Washington alipinga kodi na sera za Uingereza dhidi ya wakoloni wa Marekani. Kamanda mkuu. Mnamo Juni mwaka 1775 aliteuliwa na kongamano la pili bara, Second Continental Congress, kwa kamanda mkuu wa jeshi la bara. Commander in Chief of the Continental Army, lililokuwa limeanzishwa kupigana na Waingereza. Ushindi. Aliongoza jeshi lisilo na vifaa vya kutosha na lilikosa nidhamu dhidi ya vikosi vya Uingereza vilivyopangwa vizuri. Licha ya kushindwa katika vita vingi, ushindi wake muhimu huko Trenton na Princeton na hatimaye Yorktown mwaka 1781 kwa msaada wa Faransa, ulisababisha kushindwa kwa Uingereza na kupata uhuru wa Marekani. Tuangalie kurudisha madaraka. Baada ya vita kumalizika mwaka 1783, Washington alishangaza ulimwengu kwa kujiuzulu wadhifa wake wa kijeshi na kurudi Mount Vernon. Kitendo hiki cha kukataa mamlaka ya kijeshi kilimfanya kuwa shujaa kwa mataifa ya kuweka msingi kwamba utawala wa kiraia unapaswa kuwa mkuu kuliko ule wa kijeshi. 3. Kuundwa kwa katiba ya urais mnamo mwaka 1787 mpaka mwaka 1797. Mkutano wa katiba. Mnamo mwaka 1787 Washington alihudumu kama mwenyekiti wa mkutano wa katiba huko Philadelphia, ambapo uliandaa katiba ya sasa ya Marekani. Uwepo wake ulilipa uhalali mkubwa katika kazi hiyo. Uchaguzi. Alichaguliwa kwa kauli moja na baraza la wapiga kura, Electoral College, mnamo mwaka 1789 kwa kuwa rais wa kwanza wa Marekani. Anabaki kuwa rais pekee katika historia ya Marekani kuchaguliwa kwa kura zote kwa pamoja. Kuapishwa kwake. Aliapishwa mnamo mwaka April 30, 1789 huko Federal Hall, New York City, ambayo wakati huo ulikuwa ni mji mkuu. Kuunda mfumo. Akiwa rais, Washington hakuwa na mfumo wa kufuata, alilazimika kufumbua kazi ya urais. Alianzisha baraza la mawaziri, cabinet. Aliunda mahakama kuu, Supreme Court, na mfumo wa mahakama za shirikisho.
na kuweka utaratibu wa uhusiano kati ya tawi la urais na bunge, inamaanisha kwamba ni Congress, mihula miwili. Baada ya kuchaguliwa tena kwa kauli moja mnamo mwaka 1792, alihudumu mihula miwili, miaka 8, na akakataa kugombea muhula wa tatu. Uamuzi huu uliweka utaratibu, manake precedent kwamba rais anapaswa kutumikia mihula miwili tu, ambao ulifuatwa na marais wote hadi Franklin D. Roosevelt, na hatimaye ukawa ni sheria ya katiba marekebisho ya 22 mwaka 1951. Kustaafu na kifo chake. Hotuba ya kuaga ya Washington kabla ya kuondoka madarakani, alitoa hotuba ya kuaga, farewell address, maarufu akionya taifa dhidi ya uaminifu wa kikanda kuingilia siasa za mataifa ya kigeni. Kifo. Alikufa nyumbani kwake Mount Vernon mnamo Disemba 14, 1799 akiwa na umri wa miaka 67. Washington anazingatiwa kama mmoja wa viongozi muhimu zaidi katika historia ya Marekani, si tu kwa sababu ya mafanikio yake ya kijeshi na kisiasa, ila bali pia kwa sababu ya uwezo wake wa kuachia madaraka mara mbili, baada ya vita na baada ya urais, kitendo ambacho kinathibitisha kwamba Marekani ilikuwa jamhuri, sio ufalme au